Haya ndiyo maajabu ya ziwa Natron. Je, umewahi kusikia ziwa ambalo linaweza kugeuza viumbe waliokufa kuwa kama sanamu za mawe? Mahali ambapo ndege akigusa maji, anaweza asirudi tena akiwa hai kama alivyoingia. Katika imani za baadhi ya wenyeji wanaoishi karibu na ziwa hili, wanaamini kuwa ziwa hili lina nguvu zisizo za kawaida. Wengine husema ni sehemu iliyolaaniwa. Wengine huamini kuna roho au nguvu za asili zinazolinda eneo hili. Kuna hadithi zinazozungumzwa kimya kimya usiku, kwamba si kila mtu anayeruhusiwa kulikaribia bila madhara. Lakini huu ndio ukweli halisi. Ziwa Natron linapatikana kaskazini mwa Tanzania, karibu na mpaka wa Kenya, ndani ya bonde la Ufa, Rift Valley. Ziwa hili lina urefu wa takriban kilomita 57 na upana wa karibu kilomita 22. Lakini cha kushangaza zaidi, kina chake ni kifupi sana, kwa wastani hakizidi mita 3. Jina Natron limetokana na neno la Kiingereza linalomaanisha mchanganyiko wa madini ya chumvi na sodium carbonate, ambayo ndiyo sababu kubwa ya maji yake kuwa na sumu kali kwa viumbe wengi. Maji haya yana kiwango kikubwa cha alkaline, hadi yanaweza kuchoma ngozi ya binadamu na wanyama. Mitazamo ya watu kuhusu ziwa hili imegawanyika. Wapo wanaoliona kama ajabu ya asili ya dunia, lakini wengine bado wanaamini kuwa ni eneo lenye siri nzito zisizoeleweka. Wapiga picha na watafiti wamevutiwa nalo, lakini wenyeji huliheshimu kwa tahadhari kubwa. Kuna visa kadhaa vilivyowahi kuripotiwa. Ndege na wanyama wadogo wameonekana wakiwa wamekufa na miili yao kubadilika kuwa kama sanamu ngumu kama mawe. Picha maarufu zilizosambazwa duniani zinaonyesha ndege waliogandishwa kana kwamba wamekuwa vinyago, na hii imeongeza hofu na maswali mengi. Je, ni sayansi tu au kuna kitu kingine zaidi kinachofichwa na ziwa hili? Tuandikie maoni yako juu ya ziwa Natron. Je, lina asili ya uchawi au sayansi?